Tunasoma kitabu cha Luka sura ya 11 mstari ule wa kwanza hadi ule mstari wa 54. Somaji wako ni mimi mtumishi wa Mungu Pasco Kadushi. PK Shalom. Ikawa alipokuwa mahali fulani akiomba, alipokwisha, mmoja katika wanafunzi wake alimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali kama vile Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake. Akawaambia, msalipo semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litakaswe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe siku kwa siku riziki yetu. Utusamehe dhambi zetu kwa kuwa sisi nasi tunamsamehe kila tumwiaye, na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu, atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake? Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha fungwa, nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu siwezi kuondoka nikupe. Nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe, kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumuomba, ataondoka na kumpa kadri ya haja yake. Nami nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa kila ombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe, au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua ya kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Naye alikuwa akitoa pepo bubu, akiwapa pepo. Alipotoka yule bubu akanena. Makutano wakastaajabu. Wengine wao wakasema, atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakimtaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe ufanyika ukiwa nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli. Basi kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakaowahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuajilia. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami utawanya. Pepo mchafu amtokapo mtu upita mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona usema, nitarudi nyumba yangu niliyotoka. Hata ifikapo akiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ikawa alipokuwa akisema maneno hayo, mwanamke mmoja katika mkutano alipaza sauti yake akamwambia, heri tumbo lililokuzaa na matiti uliyonyonya. Lakini yeye alisema, afadhali heri walisikia neno la Mungu na kulishika. Na makutano walipokuwa wakimkusanyikia, alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya,
kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa Kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Suleimani, na hapa pana mkubwa kuliko Suleimani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Hakuna mtu awashaye taa na kuiweka mahali pasipostirika au chini ya pishi, bali huiweka juu ya kiango, ili waingiao wapate kuuona mwanga. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unao mwanga, lakini likiwa bovu, mwili wako nao una giza. Angalia basi, mwanga ulio ndani yako usije ukawa giza. Basi kama mwanga umeenea katika mwili wako wote, wala hauna sehemu iliyo na giza, mwili wako wote utakuwa na mwanga mtupu, kama vile taa ikumulikapo kwa mwanga wake. Alipokuwa kinena, Farisayo mmoja alimwita aje kwake ale chakula. Akaingia akaketi chakulani. Farisayo huyo alimwona, alistaajabu kwa sababu hakunawa kabla ya chakula. Bwana akamwambia, ninyi Mafarisayo mwasafisha kikombe na sahani kwa nje, lakini ndani yenu mmejaa unyang'anyi na uovu. Enyi wapumbavu, aliyevifanya vya nje siye yeye aliyevifanya vya ndani pia? Lakini toeni sadaka vile vya ndani, na tazama, vyote huwa safi kwenu. Lakini ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwatoa zaka za mnanaa na machicha na kila mboga, na huku mwaacha mambo ya adili na upendo wa Mungu. Ili wapasa kuyafanya hayo ya kwanza bila kuyaacha hayo ya pili. Ole wenu Mafarisayo, kwa kuwa mwapenda kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni. Ole wenu, kwa kuwa mmefanana na makaburi yasiyoonekana, ambayo watu wapitao juu yake hawana habari nayo. Mtu mmoja katika wana sheria akajibu akamwambia, Mwalimu, kwa kusema hayo umetushtumu sisi nasi. Akasema, nanyi wana sheria, ole wenu, kwa sababu mtatwika watu mizigo isiyochukulika, wala ninyi wenyewe hamuigusi mizigo hiyo hata kwa kimoja cha vidole vyenu. Ole wenu, kwa kuwa mwajenga maziara ya manabii, na baba zenu ndio waliowaua. Basi nawashuhudia na kuziridhia kazi za baba yenu, kwa kuwa wao waliwaua, nanyi mwawajengea maziara. Na kwa sababu hiyo hekima ya Mungu ilisema, tazama, nitatuma kwao manabii na mitume, nao watawaua baadhi yao na kuwafukuza, ili kwa kizazi hiki itwakwe damu ya manabii wote iliyomwagika tangu kupigwa msingi wa ulimwengu, tangu damu ya Habili hata damu ya Zakaria aliyeuawa kati ya madhabahu na hekalu. Naam, nawaambieni ya kwamba itatakwa kwa kazi hiki. Ole wenu enyi wanasheria, kwa kuwa mmeuondoa ufunguo wa maarifa. Wenyewe hamkuingia, na wale waliokuwa wakiingia mmewazuia. Alipotoka umo, waandishi na Mafarisayo walianza kumsonga vibaya na kumchokoza kwa maswali mengi, wakimvizia ili wapate neno litakalo kinywani mwake. Hiyo ni sura ya 11. Tumesoma mstari wa kwanza hadi ule wa 54. Tunaenda kusoma kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa kwanza hadi ule wa 59. Wakati huo makutano walipokutanika elfu hata wakakanyagana, alianza kuambia wanafunzi wake, kwanza, jilindeni na chachu ya Mafarisayo, ambayo ni unafiki. Lakini hakuna neno lililostilika
ambalo halitafunuliwa, wala lililofichwa ambalo halitajulikana. Basi yoyote mliyosema gizani yatasikiwa mwangani, na mlioyanena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Na mlioyanena sikioni mwa mtu katika vyumba vya ndani yatahubiriwa juu ya dari. Nami nawaambia ninyi rafiki zangu, msiogope hao wauao mwili, kisha baada ya hapo hawana wawezalo kutenda zaidi. Lakini nitawaonya, mtakayemwogopa, mwogopeni yule ambaye akiisha kumuua mtu ana uweza wa kumtupa katika jehanamu. Naam, nawaambia mwogopeni huyo. Je, mashomoro 5 hawauzwi kwa senti 2? Wala asauliwi hata mmoja wapo mbele za Mungu? Lakini hata nywele za vichwa vyenu zimehesabiwa zote. Msiogope basi, bora ninyi kuliko mashomoro wengi. Nami nawaambia, kila atakayenikiri mbele ya watu, Mwana wa Adamu naye atamkiri yeye mbele ya malaika wa Mungu. Na mwenye kunikana mbele ya watu, huyo atakanwa mbele ya malaika wa Mungu. Na kila mtu atakayenena neno juu ya Mwana wa Adamu atasamehewa, bali aliyemkufuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Na watakapowapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile ya wapasayo kuyasema. Mtu mmoja katika mkutano akamwambia, Mwalimu, mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu. Akamwambia, mtu, wewe ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawanyi juu yenu? Akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akawaambia methali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nitafanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba na miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo ilivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asijitajirishe kwa Mungu. Akawaambia wanafunzi wake, kwa sababu hiyo nawaambia, msisumbukie maisha yenu, mtakula nini, wala miili yenu mtavaa nini. Kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula, na mwili ni zaidi ya mavazi. Watafakarini kunguru, ya kwamba hawapandi wala hawavuni, hawana ghala wala uchaga, na Mungu huwalisha bora ninyi mara nyingi kuliko ndege. Na yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Basi ikiwa hamwezi hata neno lililo dogo, kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine? Yatafakarini maua jinsi yameavyo, hayatendi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huvika hivi majani ya kondeni, yaliyopo leo na kesho hutupwa kalibuni, je, hata watendea ninyi zaidi, enyi wa imani haba? Ninyi msitafute mtakavyokula wala mtakavyokunywa, wala msifanye wasiwasi, kwa maana hayo yote ndivyo watafutavyo mataifa ya dunia. Lakini Baba yenu anajua ya kuwa mna haja na hayo. Bali utafuteni ufalme wa Mungu, na hayo yote mtaongezewa. Msiogope enyi kundi dogo,
kwa kuwa Baba yenu ameona vema kuwapa ule ufalme. Viuzeni mlivyo navyo, mtoe sadaka. Jifanyieni mifuko isiyochakaa, akiba isiyopungua katika mbingu, mahali pasipokaribia mwivi wala nondo aharibu. Kwa kuwa hazina yenu ilipo, ndipo itakapokuwapo na mioyo yenu. Viuno vyenu na viwe vimefungwa, na taa zenu ziwe zinawaka. Nanyi iweni kama watu mnomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mara. Heri mtumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amini nawaambieni, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili au akija zamu ya tatu na kuwakuta hivi, heri mtumwa hao. Lakini fahamuni neno hili, kwamba mwenye nyumba angelijua saa atakayokuja mwivi, angelikesha, wala asingeliacha nyumba yake kuvunjwa. Nanyi jiwekeeni tayari, kwa kuwa saa msiyodhani ndipo ajapo mwana wa Adamu. Petro akamwambia, Bwana, methali hiyo umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajuli wake, wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wasioamini. Na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake, asiyeweka tayari wala kuyatenda mapenzi yake, atapigwa sana. Na yule asiyejua naye amefanya yastahilio mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi kwake, huyo vitakuwa vingi. Naye aliyemwekea amana vitu vingi kwake, huyo watataka na zaidi. Nimekuja kutupa moto duniani, na ukiwa umekwisha washwa, ni nini nitakalo zaidi? Lakini nina ubatizo unipasao kubatizwa, nami nina dhiki kama nini hata utimizwe. Je, madhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia, la sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwamo watu 5 wamefarakana, 3 kwa 2, 2 kwa 3. Watafarakana baba na mwanawe, na mwana na babaye, mama na binti yake, na binti na mamaye, mkwe mtu na mkwewe, mkwewe na mkwewe mtu. Akawaambia makutano pia, kila muonapo wingu likizuka pande za magharibi, mara husema mvua inakuja, ikawa hivyo. Na kila ivumapo kaskazi husema kutakuwa na joto, na ndivyo hilivyo. Enyi wanafiki, mwajua kutambua uso wa nchi na mbingu. Imekuwaje basi kuwa hamjui kutambua majira haya? Na mbona ninyi wenyewe kwa nafsi zenu hamwamui yaliyo haki? Maana unapofuatana na mshtaki wako kwenda kwa mwamuzi, hapo njiani fanya bidii kupatanishwa naye, asije akakuburuta mpaka mbele ya kadhi, yule kadhi akakutia mikononi mwake mwenye kulipiza, na yule mwenye kulipiza atakutupa gerezani, na kuambia hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Hiyo ni sura ya 12. Tumesoma mstari wa kwanza hadi ule wa 59. Tunasoma sura ya 13 mstari wa kwanza hadi ule wa 35. Na wakati huo walikuwapo watu waliompasha habari ya Wagalilaya, wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabibu zao,
Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote, hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi mote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 18 walioangukiwa na mnara uko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia sivyo, lakini msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akawaambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu, ukate. Mbona hata nchi huiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo, na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimuita akamwambia, Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi, basi njooni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato. Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, amfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahim, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato? Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye. Mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa na yeye. Kisha alisema, ufalme wa Mungu umefanana na nini? Nami ni ufananishe na nini? Umefanana na punje ya haradali aliyotoa mtu akaitupa katika shamba lake, ikamea ikawa mti, ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Akasema mara ya pili, ni ufananishe na nini ufalme wa Mungu? Umefanana na chachu aliyotoa mwanamke akaistiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachacha wote pia. Naye alikuwa akipita katika miji na vijiji akifundisha katika safari yake ya kwenda Yerusalemu. Mtu mmoja akamuuliza, je, Bwana, watu wanaokolewa ni wachache? Akawaambia, jihadharini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati wenye nyumba atakaposimama na kufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango, mkisema, Bwana, tufungulie, yeye atajibu na kuambia, siwajui mtokako. Ndipo mtakapoanza kusema, tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulitufundisha katika njia zetu. Naye atasema, nawaambia, siwajui mtokako. Ondokeni kwangu, ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu. Ndipo kutakapokuwapo na kilio na kusaga meno, mtakapomwona Ibrahim na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Nao watakuja watu toka mashariki na magharibi, na toka kaskazini na kusini, nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu. Na tazama, wako walio wa mwisho watakaokuwa wa kwanza, na wa kwanza watakaokuwa wa mwisho. Saa ile ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama, leo na kesho natoa pepo,
na kuponya wagonjwa siku ya 3 na kamilika. Pamoja na hayo, imenipasa kushika njia yangu leo na kesho kutwa, kwa kuwa haimkini nabii aangamie nje ya Yerusalemu. Yerusalemu, Yerusalemu, auaye manabii na kuwapiga kwa mawe walotumwa kwako, mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, wala amkutaka. Angalieni, mmeachiwa nyumba yenu, nami nawaambia, hamtaniona tena kamwe, hata mtakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hiyo ni sura ya 13, tumesoma mstari wa 1 hadi ule wa 35. Tunasoma sura ya 14 mstari wa 1 hadi ule wa 35. Ikawa alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya Sabato, ale chakula, walikuwa wakimvizia. Na tazama, mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Yesu akajibu akawaambia, wanasheria na Mafarisayo, je, ni halali kuponya siku ya Sabato ama sivyo? Wao wakanyamaza. Akamshika, akamponya, akamruhusu aende zake. Akawaambia, ni nani miongoni mwenu, ikiwa ng'ombe wake au punda wake ametumbukia kisimani, asipomwopoa mara hiyo siku ya Sabato? Nao hawakuweza kujibu maneno haya. Akawaambia mfano wale walioalikwa alipoona jinsi walivyochagua viti vya mbele, akisema, ukialikwa na mtu arusini, usiketi katika kiti cha mbele, isiwe kwamba amealikwa mtu mwenye kustahiwa kuliko wewe, akaja yule aliyealikwa wewe na yeye, na kuambia, mpishe huyu, ndipo utakapoanza kwa haya kushika mahali pa nyuma. Bali ukialikwa, nenda ukaketi mahali pa nyuma, ili ajapo yule aliyekualika akwambie, rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi, ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote walioketi pamoja na wewe. Kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, na yeye ajidhiliaye atakwezwa. Akawaambia, na yule aliyemwalika, ufanyapo chakula cha mchana au cha jioni, usiwaite rafiki zako wala ndugu zako wala jamaa zako wala jirani zako wenye mali, wao wasije wakakualika wewe ukapata malipo. Bali ufanyapo karamu, waite maskini, vilema, viwete, vipofu, nawe utakuwa heri, kwa kuwa hao hawana cha kukulipa, kwa maana utalipwa katika ufufuo wa wenye haki. Basi aliposikia hayo, mmojawapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye aliwaambia, heri yule atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula, awaambie wale walioalikwa, njoni, kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende kwanza nikalitazame, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke, na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda akampa bwana wake habari ya mambo haya. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya mji, ukawalete hapa maskini na vilema na vipofu na viwete. Mtumwa wake akasema, Bwana, hayo ulioniagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Makutano mengi walipokuwa wakifuatana naye, aligeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake,
Naam, na hata nafsi yake mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama kwamba anavyo vya kuumalizia, asije akashindwa kuumaliza baada ya kupiga msingi? Watu wote wanao wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu ya kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Chumvi ni kitu chema, lakini chumvi ikiwa imeharibika itiwe nini ikolee? Haifai nchi wala jaa, watu huitupa nje. Mwenye masikio ya kusikia na asikie. Hiyo ni sura ya 14, tumesoma mstari wa kwanza hadi ule wa 35. Tunaenda kusoma sura ya 15 mstari wa kwanza hadi ule wa 32. Basi watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanung'unika wakisema, mtu huyu huwakaribisha wenye dhambi tena hula nao. Akawaambia mfano huu akisema, ni nani kwenu mwenye kondoo 100 akipotewa na mmojawapo, asiyewaacha wale 99 nyikani, aende kumtafuta yule aliyepotea hata mwone? Naye akisha kumwona humweka mabegani pake akifurahi. Na afikapo nyumbani kwake huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimekwisha kumpata kondoo wangu aliyepotea. Nawaambia, vivyo hivyo kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kuliko kwa ajili ya wenye haki 99 ambao hawana haja ya kutubu. Au kuna mwanamke gani mwenye shilingi 10 akipotewa na mmoja, asiyewasha taa na kufagia nyumba na kutafuta kwa bidii hata ione? Na akisha kuiona huwaita rafiki zake na jirani zake, akawaambia, furahini pamoja nami kwa kuwa nimepata tena shilingi ile iliyonipotea. Nawaambia, vivyo hivyo kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Akasema, mtu mmoja alikuwa na wana 2. Yule mdogo akamwambia babaye, baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi, yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile, yeye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na wenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa? Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja ya watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia, Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, leteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu miguuni. Mleteni ndama yule aliyenona, mkamchinje, na asitule na kufurahi. Kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Wakaanza kushangilia.
Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija na kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja akamuuliza, mambo haya maana yake nini? Akamwambia, ndugu yako amekuja na baba yako amemchinjia ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani. Basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote, lakini hujanipa mimi mwana-mbuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe huu pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa, kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa, naye amefufuka; alikuwa amepotea, naye ameonekana. Hiyo ni sura ya 15 tumesoma mstari wa kwanza hadi ule wa 32.